Watu wa Mungu, maneno ni roho. Leo tuna falsafa ambayo kwa masikitiko makubwa ni falsafa ya dhahabu. Ni falsafa, ni mawazo ya dhahabu. Ni mawazo ya dhahabu. Ni mawazo ya wakati. Ni jambo ambalo Afrika inahitaji kwa sasa. Lakini kwa masikitiko makubwa haijapata tafsiri sahihi. Na ninawaomba wenye akili, wenye uwezo wa kufanya tafsiri, wafanya tafsiri ya kutosha. Wasomi wa nchi hii watafsiri. Wawekezaji wa nchi hii watafsiri. Wazazi wenye watoto wanaotaka kesho ya watoto wao watafsiri hii falsafa. Ni mawazo ya dhahabu. Ni neno ambalo ni roho. Ni spirit. Ni nation spirit. Government spirit. Yani ni roho ya nchi. Lakini pia ni roho ya Afrika, kama ikiweza kutafsiriwa vizuri. Unajua ni kitu gani? Ni falsafa ya mama yetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Kazi iendelee. Kazi iendelee. Ningeomba tunaheshimu hisia za watu na mihemko ya kisiasa. Tunaheshimu imani ya kiitikadi. Tunaheshimu. Lakini inapotokea falsafa, mawazo ya dhahabu, mimi naomba achana na vitu vingine vyote, vaa uzalendo. Kwa sababu hata ungekuwa mwanasiasa wa namna gani na wa chama gani, tunahitaji kazi itoke kwako iendelee, kutoka kwenye chama chako kwenda kwa kizazi kingine, lakini pia kutoka kwa watoto wako kwenda kwa watoto, kutoka kwako kwenda kwa watoto, na kutoka kwa watoto wako kwenda kwa watoto wa watoto wako. We need it. Hii unaweza ukaitafsiri tu. Kwanza mimi nashukuru sana, hata sielewi namna ambavyo Mungu ametukirimia katika nchi hii kuwa na falsafa hii ambayo pia ninaiona ni salamu. Eti mnaifahamu eti watu wa Mungu? Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hebu naomba sauti. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kwanza nashukuru kwamba ipo kwenye salamu. Na naomba hapa unisikilize sawa sawa. Nashukuru kwamba ipo kwenye salamu. Mimi nafikiri haya ni maneno ambayo ni roho, ambayo ukiwa na mtoto wako jikoni unamwambia juu ya kazi kuendelea. Wewe usije ukaangalia mambo ya kisiasa na kuangalia si miradi ya SGR na barabara. Nataka kule nyumbani kwako. Nataka kule nyumbani kwako uone kwamba hapa, mwanangu, kazi hii nimeifikisha hapa. Amwe Moses, wewe ni Joshua, kazi iendelee. Na kazi ilipotoka kwa Joshua, kwa Moses, Musa alifanya kazi, lakini alifanya kazi within 24 hours. Lakini Joshua alisimamisha jua. Tofauti ya Musa na Joshua ni kubwa mno. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Wapendwa, hakuna achievement, hakuna life achievement, hakuna dream achievement, hakuna vision achievement ya kizazi kimoja. Hiyo kitu haipo. Hakuna kizazi kimoja. Ni kama unatoka na mpira, unatoka golini na mpira mpaka unaenda kukutana na goli, unaenda na wewe peke yako kwenda kufunga. Never. Hicho kitu hakipo. Sasa hii falsafa inahitaji tafsiri sahihi. Inahitaji wazazi wenye watoto watusaidie kutafsiri. Na ni falsafa ambayo inaweza kuandikiwa vitabu. Ni falsafa inayoweza kutolewa hotuba. Lakini iwe ni roho ya nchi. Na nataka nikuambie falsafa hii ya kazi iendelee. Ikiweza kutafsiriwa, itaisaidia Afrika. Kwa nini? Tanzania ni madhabahu ya Afrika. Afrika imepata uhuru nchi zake nyingi kutoka Tanzania. Hata ustaarabu wa maisha ya binadamu Tanzania kwa kiwango cha hali ya juu.